kila wiki referee anakuja hapa kwa kanisa hapo hapa juu. Ile kitu kubwa anafanya, lakini sitakuuliza rai, ni kukushauri wewe unakuja kwake. Juu watu wanapata matatizo aina mingi. Mimi nauliza wewe, uwe mtoto, uwe mtu mzima, nani anakushauri? Juu ukipata kushauriwa vibaya, wewe unapotea. Ukipata kushauriwa mzuri, wewe unapata maisha mazuri. Kanisa wacheni ni yake nyinyi. Kuna watu wengi sana wako kwa kaburi juu ya mashauri baya. Mtu ameshauriwa hivi, akaenda hivi, akakuwa mauti ikakuja, akaenda kaburini juu ya mashauri baya. Wao wameshauriwa mzuri ni wale tunaona wamesimama mzuri. Na wewe ukishauriwa, uwe mtu ya kutofautisha, hii ni shauri mzuri, hii ni shauri baya. Na ikiwa ni shauri mzuri, unasimama mzuri. Utakuwa kwa kanisa ukilala, utakuwa kwa kanisa ukiwa umesikiza mpaka dakika ya mwisho. Mimi naambia nyinyi, pata mashauri mazuri kama unataka kuwa Mkristo mwenye mizizi. Sikiza mashauri ya mtu anakupenda. Tafuta mashauri pahali kuna mapenzi mazuri. Tafuta mashauri kama ni mtoto, tafuta mashauri kwa wazazi wako. Kama wewe ni mzee, tafuta mashauri kwa wazee wa rika yako, wale wanakupenda, si wote. Tafuta mashauri kwa mchungaji, na ndio maisha yako ikuwe mzuri. Mimi nauliza nyinyi leo, nani anakushauri? Na tukipewa mashauri ambayo inayofaa, tutakuwa na maisha ile ya kimaajabu, maisha ile ya mapenzi ya Mungu. Juu Biblia inatushauri mzuri sana vile tunatakiwa kuishi, lakini wengi wetu hawasomi. Tukihubiriwa, tunahubiriwa mashauri mzuri. Ukifanya hivi, ukiishi hivi, Mungu atakubariki. Lakini hatufanyi vile mashauri inaendelea. Tunakufanya kama Rehoboam. Huyo Rehoboam alifanya Israeli ikatwe mara mbili. Ikakuwa na Juda na ikakuwa na Israeli. Israeli ikiwa na kabila 10 na Juda ikiwa na kabila 2. Na Daudi aliongoza Israeli ikiwa moja. Wao waliongoza wakiwa wawili, Jeroboam na Rehoboam. Mimi naomba nyinyi leo, tafuta mshauri mzuri wa maisha yako kama unataka kuishi maisha mazuri. Kiwa mtoto, tafuta mshauri mzuri. Sikiza mwalimu, sikiza mzazi. Na dakika ya mwisho utakuwa mtu ya maana na mtu ya kutegemewa. Na mimi nitawashia hapo, na ninaomba Mungu ambariki mkitafuta mshauri wa maana. Basi pia mchungaji makofi mazuri kwa ajili ya neno nzuri. Anakuuliza, how do you get advice? How many wrong advices have you received from people? Mara ngapi umeshauriwa vibaya? Bwana apewe sifa. Kama sisi ni ushirika tuko na kwanga na ushirika dogo kwa vijiji, ni mara ngapi umeshauriwa vibaya bila utaendesha hiyo ushirika yako? Ni mara ngapi wewe umeshauriwa bila utakaa katika nyumba ya Bwana na watu wengine people from outside? Haleluya. Bado mko na wachungaji, lakini mashauri mengine unatoa nje, ile ni ya kupotosha. Ni vizuri kufuata ile mashauri kama vile mchungaji amesema, katika mahali inayofaa kabisa. Maana utakuta ya mashauri huku nje, naambia kanisa muendeshe hivi, ushirika muendeshe hivi, alafu itakuwa mbaya na itaharibika. Kwa hivyo ni vizuri to seek advice from the real source of advice. Kama vile mchungaji anakuja kushauri,
hivyo tafuta ushauri ule wa maana kabisa. Kwa hivyo barikeni sana na Bwana. Mchungaji barikiwa kwa neno nzuri. Basi ningetaka tu niwatangazie kidogo, leo ni siku ile tunasumbukaga madhabahu, na leo tarehe 7 tutasumbuka madhabahu mara ya 4. Kwa hivyo ni vizuri kujiandaa, wakati kifika tutasumbuka madhabahu ili tukapata kusimama na kazi ya Bwana. Pia ningewatangazia on Sunday itakuwa ni siku ya soko, na tutakuwa na hiyo mpango. Kwa hivyo Mungu awabariki. Nikimuita mchungaji tumalize ibada hii. Asante sana, Mungu akubariki pia nawe akutendee mema na maajabu. Mulika kanida madhali ya washo. Wanafunzi ambao wamefunga shule, hamjambo. Hamjambo. Bwana asifiwe. Shule kumekuwa vipi? Najua mmekuja na grades poa. Sio mtu kwanza kutuambia ya kwamba hazikutumwa, hazijatumwa, tuliambiwa zitaletwa. Ni mtu awe amejipanga. Hakuna kuambia mami hivyo, ni kumpea results. Mwambie hivi na niliperform, niliimprove, and I am so happy for you church. Najua Mungu amewatendea mema, amewatendea makuu, amewatendea maajabu, na nyinyi mnaishi na mnakaa na mnadumu katika wema wa huyo Bwana. Bwana asifiwe. Steve kwa sijui kwa nini unawanyima wanafunzi Sunday school nafasi ya kudansa asubuhi. Sijui ni kwa nini. Semea hapo. Sio mimi naambia wazazi, sababu ndio wanauliza. Mimi nakuonaga ukidansa peke yako hapa Sunday school, wakiwa wanauliza teacher, sasa atupeni nafasi kudansa pale asubuhi. It is not right. Those kids are supposed to come in the morning and enjoy the dancing here in the morning. Hivyo ukidansia hapa, badala ya kudansia hapo udansie huko nyuma, lakini wao wadansie mbele. Si kweli? Tutafurahia sana. Sifa ya wema wenu ama furaha zenu na kushirikiana kwenu zimetufikia sisi kama kanisa, kama wachungaji. The way you are supporting each other, the way you are portraying love, upendo, mapenzi ya ajabu sana. Kuendana, that love, that good relationship. It is awesome, and may you continue like that, because that's a sign of preaching. Even before you tell somebody anything, when one sees the way you love each other,